Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Our topic today, you must be anointed. That's our title, our topic. You must be anointed. As a leader, as a preacher, as a disciple of Christ, you must be anointed. Ndio topic yetu leo. Bwana asifiwe sana. Na ni vizuri tuelewe what anointing is. Umesikia mtu akisema that man is anointed. Umeelewa kitu kama hiyo? Na sio wengine wanasema that preacher is anointed. Amen. Ule mwimbaji yako anointed. What is the meaning of anointing? Na ndio maana kabla wewe tunyamaze hapo watoto. Kabla Daudi hajaanza kuwa mtumishi. Amen. What happened? Mungu anamtuma Samueli. Anamwambia enenda katika nyumba ya Jese, kuna mmoja nimemchagua. Amen. Anaenda mahali pale, anamuanoint. Anapomuanoint, the spirit ya Mungu inaingia ndani ya Daudi. Unasema ndio maana kila mtu lazima akuwe anointed ili akafanye kazi iliyo mbele yake. Now, what is anointing? Amen. Anointing is the principal thing that you and I need to do God's work. It's a principle that you and I need to do the work of God. Say amen. I said this church aim is to create leaders. Amen. Tukisha create leaders, the leaders needs to be anointed. After they have been anointed, watakuwa na uwezo wa kufanya kazi ya Mungu in a better way. So it's a principal thing that you and I need to do God's work. Can you say amen? Amen. So sema I need anointing. Sema kwa sauti I need anointing. Zechariah 4:6. Not by might, nor by power, but by the Spirit. But by my Spirit. Kuna vitu vingine. Si kwa nguvu. Amen. Wala majeshi. Si kwa ukubwa, bali ni kwa Roho wa Mungu. Ili vitu vingine viende vizuri, havihitaji nguvu, havihitaji ukubwa, vinahitaji the Spirit of the Lord. Ndio maana Zechariah 4:6 inasema not by might, not by power, but by my Spirit, by the Spirit of the Lord. That's why David after being anointed akawa courageous. Are you getting me? Akawa courageous. Sema amen. Hata anapoenda kwenye uwanja wa mapambano, ni ile anointing ilikuwa inambeba. Ndio maana wakati mmoja you can be a preacher, kama hakuna anointing kwako inakuwa ni shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sema amen. Hallelujah. Hallelujah. You need to be anointed. Ambia mwenzako I need to be anointed. Maana kufundisha ways ya kuwa anointed. Maana kufundisha ways ya kuwa anointed. Amen. Sema hallelujah. Sema nahitaji upako. Nahitaji upako. Upako utafanya uyafanye mambo magumu kwa njia nyepesi. Upako utafanya uihubiri injili unaiona ina changamoto kwa njia nyepesi. Ni anointing inayobeba mahubiri. Ni anointing inayobeba mahubiri. Amen. Unaweza kuwa una elimu, ndio.
una knowledge, umeacquire knowledge, maybe kwa watu, maybe kwa vitabu, maybe shuleni, lakini ile knowledge inahitaji anointing. Kama unanielewa useme amen. Ile knowledge inahitaji anointing. So anointing iende pamoja na knowledge. Hallelujah. It is unanielewa? Sema amen. Sema amen. Sema hallelujah. There's something Elisha wanted, amen, from Elijah. Kuna kitu ambacho Elisha alihitaji kutoka kwa Elia. Ndio maana anaambatana na yeye. Kitu ambacho kilifanya aambatane na yeye, alikuwa anatafuta the anointing. Maana alijua ako na task kubwa. Alijua anaenda kuwa leader. Amen. Lakini leadership yake itakuwa na uzito ikiwa atakosa anointing. Ndio maana anatembea na Elia. Atake tu ile vazi ile aliamini akilipokea kuna kitu amekipokea. Kumbe tunaweza tukapokea anointing kupitia kutembea na watu wenye wako anointed. Udielewi? Tunaweza kupata anointing wakati ambao tunatembea na watu ambao wako anointed. That's why lazima uangalie unatembea na nani. Ukitembea na mtu aliye na upako, hata wewe utapokea upako. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia said to Elisha, ask what I shall do for you before I be taken away from you. And Elisha said, I pray you, let a double portion of your spirit be upon me. Amen. Let a double portion of your spirit be upon me. That's the book of 2 Kings 2 verse 9. Hallelujah. Sasa Elia anamuuliza Elisha, niambie, nieleze kile ambacho unakitaka. Elisha anajibu anasema, nahitaji nipate double portion of your spirit. What he needed is the spirit from Elijah. Can you say amen? Amen. What Elisha needed was the double spirit from Elijah. Bwana Yesu asifiwe sana. That's why anatembea pamoja na yeye. That's why anaandamana pamoja na yeye. That's why he said, if you want to be great, walk with the great people. Unanielewa?